Asante sana. Amina. Watazamaji wanatamani sasa kusikia kutoka kwako. Wanapokutazama muonekano wako, yani wanasema sasa hapo ndo kwenye kusifu kwenyewe. Naomba ujitambulishe ili wapate kujua kwanza, waelewe kwamba wanazungumza na nani. Karibu sana. Kwa majina yangu naitwa Lucas Fulgens Lucas. Niko chini ya mchungaji Robert Shikirondo hapo Mungusudi Zanzibar. Naam. Okay. Tazamaji, ni mtumishi wa Mungu Lucas ambaye yuko chini ya mtumishi wa Mungu mchungaji Robert Amos Shikirondo. Mtumishi wa Mungu Lucas, watazamaji wetu kwa wakati huu wamekifuatilia kwa kina kabisa na wanatamani kusikia kutoka kwako. Naam. Wewe kama wewe unaizungumziaje ibada ya kusifu na kuabudu? Kwa upande wangu naweza nikasema kwanza namshukuru Mungu kwa kutupa kibali na neema kubwa kiasi hiki, na kwa siku ambayo tumeiandaa na mbeba maono wetu pia ametuambia, akatutangazia na sisi pia tumeipokea na tumeipa kipaumbele. Ni siku ya tarehe 26 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni siku ya kipekee ambayo Mungu atakwenda kufanya jambo lake katikati ya sifa. Tutakuwa na ibada nzuri na ni kubwa ya kusifu na kuabudu, ambayo itakwenda kufungua vifungo kwa watu waliofungwa. Itaenda kuteremsha nguvu ya uponyaji na nguvu ya baraka, watu ambao wanahitaji baraka. Hiyo siku itakuwa ni siku nzuri, kwa sababu ni siku ambayo watu watakwenda kupokea nguvu ya uponyaji, nguvu ya baraka itashuka katika madhabahu hii chini ya mchungaji Robert Shikirondo mahali hapa. Na kitu kikubwa cha kusema na kuambia watazamaji ni kwamba wajipange, na tunawakaribisha sana, kwa sababu hatuchagui aina ya watu wanao siku hiyo hapa. Tutawakaribisha watu aina zote kutoka sehemu tofauti tofauti, kwamba tutakapokuwa nao hapo tutakuwa na ibada nzuri ya kusifu na kuabudu. Ni ibada ambayo imebeba nguvu ya Mungu ya kipekee sana, na naamini katika kusifu kwetu kuna vitu vitafanyika. Mungu atafanya kitu. Tunaenda kumwona mtu kama Paulo na Sila walipokuwa wanasifu, walisifu katika roho na kweli, na milango ya gereza ikafunguka. Tunaenda kuona watu kama watumishi wa Mungu wanatupa shuhuda kama hizo, kwa sababu ya nini? Ya kusifu. Na pia Mungu wetu sisi huwa na keti katikati ya sifa. Hata kule mbinguni alipo kuna wale malaika makerubi na maserafu wamemzunguka, wanamsifu. Kwa hiyo ni Mungu ambaye anapenda sifa, ni Mungu wetu wa sifa. Tunapomsifu kuna nguvu ya kipekee inashuka. Watu wataponywa, watu watafunguliwa vifungo vyao, watu watabarikiwa. Kuna nguvu ya kipekee itapatikana katikati ya maisha yao. Yaani haijalishi katika namna yoyote. Wale wenye changamoto mbalimbali tunawakaribisha hiyo siku. Katika nyanja tofauti tofauti watabarikiwa, katika kila hatua watabarikiwa. Na sitaki nizungumzie, yani natamani wajue vile ambavyo nahisi itakavyokuwa. Naiona hiyo siku, naiona kama itakuwa kimbingu zaidi. Ni siku ambayo tutarudisha utukufu wa Mungu wake, sifa na utukufu tunamrudishia Mungu. Naam. Okay. Now, mtazamaji, ni mtumishi wa Mungu ameeleza kwa kina, ameeleza kwa upana zaidi juu ya tarehe 26 mwezi huu wa 7 katika tukio zima la kusifu na kuabudu. Lakini kuna kitu ambacho amekizungumza kikubwa zaidi, akapita katika baadhi ya maeneo katika Biblia akizungumza kwa habari ya Paulo na Sila walipomsifu Mungu, ile milango ya gereza ikafunguka. Lakini mtumishi wa Mungu akaongeza kusema ya kwamba kuna watu ambao pengine kwa namna moja ama nyingine wana changamoto mbalimbali. Siku hiyo ni siku ya kufunguliwa, maana kwamba magereza yote ambayo watu wamewafunga siku hiyo watafunguliwa. Kama unahitaji mtoto, utapata mtoto kupitia sifa na kuabudu. Lakini kama unahitaji mke, unahitaji mme, unahitaji pengine kazi, na kwambia siku hiyo ni siku ambayo vifungo vyote ambavyo vimekufunga na kuzuia ya kwamba usiweze kufanikiwa vitafunguka. Lakini mtazamaji, bado narudi tena kwa mtumishi wa Mungu. Ndio. Watazamaji wetu wategemee nini hiyo siku? Hiyo siku wategemee kuona kitu cha tofauti, na ni kitu kizuri, kwa sababu kukizungumzia na kiona mimi ndani, lakini katika macho ya kawaida kumwaminisha kwa maneno kidogo nashindwa, lakini
ni kitu kizuri, waelewe kwamba ni kitu kizuri sana. Katika kuzungumza kwako ya kwamba katika kwamba kitu kizuri, nini ushauri wako sasa kwa hawa watu ambao wanatusikiliza kwa wakati huu? Unawashauri nini katika, yani juu ya hiyo siku nini, yani hatua gani waweze kuchukua? Kwanza siku hiyo natamani sana wewe unayenisikiliza, unayenitazama kupitia chaneli yetu hii nzuri, popote ulipo, uwe kijana, uwe baba, uwe mama, uwe mtu mzima wa makamu mwenye uwezo wa kutembea, kumove kutoka sehemu kwenda sehemu,